sababu hizi tamasha zina hatari. Kwanza, zinadhoofisha mshikamano wa Waislamu na pia kudhoofisha dini yao pia. Ya pili, kulingamana na hizi vitu ambazo kwamba zinaondoa mshikamano wa Waislamu, haswa huwafanya vijana kuiga tamaduni za kimagharibi. Hizi tamasha huwafanya vijana wa Kiislamu kuiga tamaduni za kimagharibi zinazopingana na maadili ya dini ya Kiislamu, na huwafanya watu washughulike na anasa na starehe badala ya kushughulikia matatizo makubwa ambayo kwamba yanawakumba umma wa Kiislamu. Na huchochea nini? Huchochea kuenea kwa uzinzi na utumizi wa madawa ya kulevya, mihadarati, ambayo kwamba karibu kila siku tunalia, tunasema hili jambo litaondoka vipi, na watu wengi wamezama na watu wengi wamesibiwa na hizi madawa ya kulevya. Hizi zinapatikana kwenye tamasha ambazo kwamba hazina misingi wala maadili ya dini ya Kiislamu. Na tamasha kama hizi ambazo kwamba ndani yake kunapatikana uharibifu wa uzinzi na utumiaji wa madawa ya kulevya na pia upotevu wa muda na mali. Na tamasha hizi ni sehemu ya vita ambazo kwamba za kimawazo. Ni tamasha ambazo kwamba zinaondoa mawazo, watu kuwa na mawazo ya kuwa dini itaenda mbele vipi, Waislamu watakuwa vipi. Hizi zinaondoa mambo kama hayo kimawazo, na tamaduni ambazo kwamba hasa zinalenga kuondoa utambulisho wa Waislamu, kuondoa utambulisho wa Kiislamu. Tunahimiza ama tunahamasisha Waislamu kususia tamasha kama hizi na kutoshiriki kamwe, wasishiriki kamwe katika hizi tamasha. Na suluhisho ni gani ambazo kwamba watu wanaweza kujiondoa katika haya mambo? Suluhisho ni nini? Suluhisho, ndugu yangu Muislamu, lisikize, linapatikana wapi? Ni Waislamu kurudi katika Uislamu, kusoma Uislamu na kutambua Uislamu kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwafundisha maswahaba, na maswahaba nao wakafundisha mpaka ikatufikia mimi na wewe. Mabadiliko ya kweli ama suluhisho ya haya mambo ni watu kurejea katika Uislamu na kuelea haswa vijana ambao kwamba ni maimamu wa kesho, kuwalea katika msingi wa akida wa maadili, msingi wa akida na maadili ya Kiislamu. Mabadiliko ya kweli, ndugu zangu Waislamu na wale ambao kwamba mnanisikia, mabadiliko ya kweli yanapatikana wapi? Yanapatikana katika kusimamisha mfumo ambao kwamba mfumo wa Kiislamu, yani khilafa, ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam badala ya kutoka kubura Maka na kuja Madina amesimamisha mfumo kama huu, na watu ambao kwamba wamedhulumika wakawa hawadhulumiki tena. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo suluhisho ambayo kwamba itapatikana, ni watu wasimamishe mfumo ambao kwamba alikuwa nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khilafa baada ya kuondoka akawaachia maswahaba ambao kwamba ni akina Abu Bakar, kina Umar, mpaka mwisho ni Ali radhiallahu anhu. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, tukisimamisha mfumo kama huu, ndugu zangu Waislamu, maadili yatakuwa mazuri katika dini na heshima pia itapatikana kwa mkubwa, kwa mdogo na kwa yoyote yule. Maadamu mfumo utakuwa umesimamishwa, basi heshima itapatikana kwa umma ulimwengu mzima. Wa ilahuna, assalamu alaikum wa afanu minkum. Kama umefuatilia
tumesikia ile tamasha ya Summertime imefanyika Malindi. Walikuja watu wasona maadili, wanawake watembea uchi, hawana stara. Tukaona wale mahanithi, mashoga wamekusanyika kule Malindi, basi mji ukachafuliwa kihakika. Na wamesimama Waislamu, wamesimama viongozi wa makanisa, wamepinga swala hili lililofanyika kule Malindi. Na nasikia wanaandaa matamasha mengine ambapo kwamba wanataka yafanyike kule Malindi tena au katika maeneo haya, na kuna tamasha kubwa linakuja karibuni. Kwa hivyo Waislamu ni kusimama kidete kupinga mambo kama haya, munkar kama huu, kwa sababu munkar unapofanyika katika miji na adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikija haisazi, inabeba watu wote waliokuwemo na wasiokuwemo, ila wale ambao kwamba wamekataza ule munkar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kuwakomboa. Kwa hivyo tamasha lile lililofanyika la Summertime na mengine mfano wake ni matamasha maovu ambayo kwamba yatakana yakemewe na yapingwe katika miji, watu wafahamishwe uovu wake na ili watu waweze kujiepusha na mambo kama haya. Kwa hivyo ustadhi ametueleza na akatueleza suluhisho la matatizo kama haya, kwa sababu haya yanachangiwa na freedom na huria ambazo ziko. Watu waambiwa kwamba wana uhuru wa kufanya munkarati kama ule, mtu ana uhuru wa kufanya ushoga, mtu ana uhuru wa mwanamke na mwanamke kwa pamoja. Zote hizi zinachangiwa na hizi uhuru ambazo kwamba zimewekwa na mifumo hii. Kwa hivyo inshallah tuwe pamoja na wanaofanya kazi ya mabadiliko ya kweli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira.